Ebeneza anatumia kompyuta na pia anaandika kwa kutumia pua kwa sababu mikono yake inatetemeka. Wapo wanaoamini kwamba ulemavu ni mwisho wa ndoto. Wapo wanaoamini kwamba changamoto ni sababu ya kushindwa. Lakini wakati wengine wanaona mwisho, wengine wanaona mwanzo. Wakati wengine wanaona mipaka, wengine huona fursa ya kuandika historia mpya katika maisha yao ya kila siku. Lakini jibu litabaki kuwa uwezo hauishii pale mwili unaposhindwa. Mara nyingi uwezo huanza pale ambapo imani inashinda hofu. Kuna maisha ambayo hayaanzi kwa urahisi, lakini kuna safari ambazo tangu siku ya kwanza hujaa majaribu, machozi na maswali mengi yasiyo na majibu. Lakini pia kuna watu ambao hawaruhusu mazingira yao yaamue mwisho wa hadithi zao. Na hii ni safari ya Ebeneza Julius Levoyo, kijana ambaye hakuruhusu hali yake iamue maisha yake. Aliamua kupambana, aliamua kuamini, aliamua kusimama pale ambapo wengi walidhani angeanguka, na zaidi ya yote aliamua kuishi ndoto yake. Naitwa Ebeneza Julius Levoyo. Ndio. Ni kijana au mtoto wa mwisho katika familia ya watoto watano. Babangu ni Askofu Julius Levoyo. Nimezaliwa mwaka 1999. Ndio. Na historia yangu ndefu, lakini namshukuru Mungu. Licha ya changamoto ya ulemavu wa mwili, kijana huyu ameweza kutumia pua yake kuandika kitabu na kuithibitishia jamii kuwa watu wenye makundi maalum wanaweza pale wanapowezeshwa kwa kidogo na kutokujiona wanyonge kwa hali wanazozipitia. Lengo la kitabu, kwanza hicho kitabu ni utabiri wangu mimi binafsi. Ndio. Sikumwandikia mtu yoyote. Ndio. Lengo la kitabu hicho ni kujitabiria mwenyewe. Ndio. Nilikuwa najitabiria kwamba kesho nitakuja kung'aa. Katika hiki kitabu tumeona kuna sura kadhaa ambazo umeziandika, lakini vile vile kitabu hiki pia kimeeleza kwa undani zaidi kuhusiana na mitazamo tofauti ambayo umeiandika. Sasa hatuhitaji kufahamu kwamba ulitumia muda gani kuandika kitabu kama hiki? Nimeandika muda wa miaka 4. Inamaanisha kwamba ulianza toka mwaka gani? 2019. Sawa. Kuna msemo mmoja unasema kwamba mti wenye matunda lazima upigwe mawe. Ndio. Pengine umewahi kukutana na ukosoaji gani hasa kwenye kazi zako? Ukosoaji upo. Ndio. Unakukatisha na unakupewa mifano ya watu walioshindwa. Kwa hiyo wewe kama unakabiliana vipi sasa ili kuhakikisha kwamba unaendeleza ubora wako ambao umeuanzisha? Ninamshukuru Mungu kwa sababu sio mtu wa kujibizwa na kila ushauri. Nyuma ya mtoto mwenye mafanikio, mara nyingi kuna mzazi aliyekataa kukata tamaa, mzazi aliyelia kwa siri, lakini akaendelea kutabasamu mbele ya mwanawe ili kumpa matumaini ya kutimiza ndoto zake. Kila hatua aliyopiga Ebeneza, kulikuwa na watu waliokuwa wakimshika mkono, na mmojawapo ni mama Ebeneza, mwanamke ambaye hakumuona mwanawe kama mzigo,
bali kama zawadi yenye kusubiri nafasi ya kung'aa. Aliamini kwamba kila mtoto ana kusudi na kusudi hilo halizuiliwi na ulemavu. Hata Frida Tobias, mamake mzazi Ebeneza Julius Levoyo. Julius Levoyo ndio mume wangu. Ndio. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake na neema yake kubwa ambayo ametupa kwa ajili pia ya Mungu ametubariki tupa kijana wetu Ebeneza Julius Levoyo. Na Ebeneza Julius Levoyo alipozaliwa alikuwa amepata changamoto wakati anapozaliwa. Ndio maana akapata hizi changamoto alizozipata. Historia yake ya elimu tulianza kwanza, alisoma Monduli, kituo cha walemavu. Ndio. Baadaye tukaenda Moshi wa WCA. Ndio. Akasoma huko pia wa WCA Moshi. Na Monduli pia alikuwa anasoma huko akifanya mazoezi. Na wa WCA pia alikuwa anasoma na anaendelea na mazoezi. Ndio. Kwa hiyo ndio kama andika kitabu hiki. Ndio baadaye Mungu akampa neema ya kuandika hichi kitabu sasa. Ebeneza anatumia teknolojia gani hasa kwenye upande wa uandishi wa vitabu vyake? Ebeneza anatumia kompyuta na pia anaandika kwa kutumia pua. Kwa sababu mikono yake inatetemeka. Na alipoenda shuleni alijifunza kwa kutumia kompyuta. Kuandika kwa kutumia kompyuta. Kwa sababu mikono ilikuwa inatetemeka. Na alipoandika hichi kitabu anaandika kwa kutumia pua. Toka amekianza mpaka amemaliza. Alianza mwaka gani? Hajaniambia hasa mwaka alioanza kuandika, ila alituambia tu mwaka jana ndiye ametuambia kwamba amekiandika kitabu. Kwa hiyo mwanzo wake wa kuandika kitabu hajatueleza kwamba huwa nina kazi ya kuandika kitabu, ila ametuambia kwa nimeandika kitabu. Tukakisoma, tukafurahia, tukaona kwamba ni kweli kitabu ni kizuri, ikapitiwa na wasomi wengine wakakisoma, ikahaririwa, ikaonekana kwamba ni kitabu ambacho kinaweza kikasaidia jamii kwa ujumla. Basi ndio sasa Mungu akatupa neema, tukamsaidia katika kuchapisha. Nilitoa kopi ngapi? Hiki kitabu kilikuwa kimetolewa kopi 500. Kopi 500. Na wakati hizo kopi 500 zimeisha zote? Zimeisha, ikabaki kidogo, lakini ameongeza zingine. Kulingana na uhitaji wa jamii. Uhitaji wa jamii. Sawa. Kwa hiyo ameshaongeza zingine, kopi zingine. Kuna muda ule wa kupromote kitabu au kukitangaza zaidi, nyinyi wazazi mnatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba vitabu vyake vinawafikia watu wengi zaidi, hususan wasomaji? Ni pale anapotaka kwenda kusema, labda kama kuna mahali ambapo anatembelea kwa ajili ya kwenda kukiuza kitabu. Tunamsupport pia kwa ajili ya kumpa nauli au gari mafuta inalompeleka huko anapokwenda. Ndoto ya Ebeneza toka akiwa mtoto ilikuwa ni kuandika kitabu au alikuwa na ndoto nyingine wewe wakati unamlea? Ebeneza alikuwa na ndoto nyingi katika maisha yake. So kwa kuandika kitabu tu hii ni mojawapo pia tu, ila ana ndoto nyingi katika maisha yake kwa ajili ya kufikia jamii. Moja ndoto, tutachana na kitabu, moja ndoto ambayo umewahi kuitazama kwamba mwanangu ana ndoto hii, ilikuwa ni nje na uandishi wa kitabu? Hiyo yake kubwa anataka ili pia aweze kuwasaidia watu wenye uhitaji. Maana akitazama pia hali yake ya ulemavu, angalia kama ni ulemavu ambaye anaangalia kwamba katika ulemavu pia aweze kuwasaidia watu wengine wenye mahitaji kama yeye au hata zaidi ya mwenye kuwa nayo kama yeye. Na tumeona kwenye bango hapo kuna simu andiko Ebeneza Foundation. Tayari amefungua foundation au ni hajaifungua? Ni maono yake kufungua foundation. Kumbe ana maono ya kufungua. Ana maono ya kufungua foundation. Kwa hiyo lakini hiyo foundation bado hajaanza rasmi. Bado haijaanza rasmi. Haijaanza rasmi. Lakini sasa hivi ipo kwenye mchakato. Nafikiri itakuwa kwenye mchakato, ndio maana akaandika hapo. Ila basi unajua pia masuala ni mpaka sajili nini na nini. Ndio. Kwa hiyo sasa hiyo bado. Hata hivyo, Mama Ebeneza hakuacha kuihasa jamii kuhusu malezi ya watoto wenye makundi maalum. Pale Mungu anapokubariki kwa na mtoto, maana pia ni baraka. Mungu pia anapokupa mtoto pia ni baraka. Ndio. Useme tu kwa vile ni mlemavu ni baraka za Mungu pia, maana si Mungu ndiye anabariki na toa tu.
pale mtu wazazi wanapofikia mahali pa kuwapata watoto wenye ulemavu, kitu kikubwa sana ni wapende kama watoto wengine, na pia kwa jamii nyingine wapende kama watoto wengine. Maana unaweza ukakuta kwamba kwenye familia pia mtu anaweza kuwa na mtoto mlemavu, lakini wengine wananyanyapaa, wanasema kwamba sisi kwetu hatuna watoto walemavu. Sema labda kwa upande wa baba au mama, sisi hatuna na watoto walemavu. Kwa hiyo unakuta lawama zinaangukia upande mmoja. Lakini kitu kikubwa katika maisha, malezi ya watoto kama hao, kwa sababu tulizunguka kwenye vituo vingi vya walemavu, unaweza kukuta wazazi wengine baba amemwacha mama kwa sababu ana mtoto mlemavu, au labda mama naye akamwachia baba mtoto kwa sababu ni mlemavu. Lakini sasa hiyo sio sahihi. Kikubwa pale jamii, Mungu anapowajalia kuwapa watoto walemavu, wawe na ushirikiano na mshikamano katika wale hawa watoto, maana ni watoto kama watoto wengine. Huwezi ukajua pia Mungu amempangia nini huyo mtoto baadaye katika makuzi yake, na Mungu ataenda kumuinua. Wapo wanaotumia mikono kuandika, lakini Ebeneza aliamua kutumia pua yake kuandika, ambapo kwa wengi ilionekana kama haiwezekani, lakini kwake ilikuwa njia pekee ya kufikia ndoto zake. Na hapo ndipo anaithibitishia jamii kuwa kilichoonekana kuwa na udhaifu ndicho kilichogeuka kuwa nguvu yake. Na kupitia pua yake aliandika kitabu kilichobeba matumaini, kitabu kilichogusa jamii, kilichothibitisha kuwa uwezo haupimwi kwa sehemu ya mwili, bali kwa ukubwa wa ndoto anayobeba mtu moyoni. Changamoto si mwisho wa maisha, ni mwanzo wa ubunifu. Dunia ya leo inayoendeshwa na teknolojia, kwa wengi ni jambo la kawaida, lakini kwa Ebeneza, kila mguso wa simu ni ushindi, kila herufi anayoiandika ni ushahidi kuwa hakuna kinachoshindikana, kwani yeye hakutafuta huruma, alitafuta njia, aliamua kujifunza na aliamua kuendana na dunia na kuonyesha kwamba teknolojia inaweza kuwa daraja la kutimiza ndoto kwa kila mtu bila kujali hali yake. Na hapo ndipo tunasema, usipopewa nafasi, tengeneza nafasi yako mwenyewe. Hii ni Tanzania Panorama TV. Mimi ni Daniel Michael.